mentor, the compound effect summary. Tunaendelea chapter yetu ya 5 ni influence, ambapo leo kuna fundisho moja tunalipata linasema hivi: wewe hapo ulipo tunakudefine au tunakuita, yani mtazamo wako utaonekana kulingana na watu wanaokuzunguka. Kama unakaa na watu wanaovuta bangi utajulikana kama mvuta bangi. Kama unakaa na waandishi utaonekana mwandishi. Unabidi udesign maisha yako au uitwe nani kulingana na watu wanaokuzunguka. Kuna principle 3 tunazotumia. Principle ya kwanza ni kudiassociate, yani kujiondoa, yani kuondoa kundi la watu fulani. Kwa mfano, hautaki uwe mlevi, tenganisha maisha yako na marafiki walevi, utaacha ulevi. Kama hutaki kuwa mzembe, toka kwa wazembe. Alafu kitu cha pili ni limited association, yani unapunguza muda unaospendi na huyo mtu. Anakuwa ana faida kwako, lakini kuna muda anakurudisha nyuma. Kwa hiyo ili ile faida usiipoteze, unapunguza muda wa kuspendi naye. Ya mwisho ni expand your association, yani ongeza kujikutanisha naye. Sasa unatafuta yale maeneo ambayo unataka kuwa bora zaidi, unatafuta watu ambao wako bora na wanafanya vizuri zaidi. Usiende kwa mtu anayekushauri, nenda kwa mtu ambaye ni bora. Kama unataka uwe na discipline ya kwenda gym, jiunganishe na watu ambao wana utaratibu wa kwenda gym kila siku. Kama unataka kuwa network marketing leader mzuri, jiconnect kwa maleader. Hata kama yule leader ashakufa, unaweza kuwa unamfuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Fundisho lingine, unashauriwa kuinvest in mentorship, yani kuingia kwenye madarasa yanayofundisha vitu chanya. Kwa mfano, unaweza kusikia Duka Huru anatangaza kozi ya kufundisha social media. Utasikia labda kuna kozi fulani inatolewa na Elikore. Nenda kasikilize, jiunge, fanya, jiconnect na wale watu walio kule, utapata mbinu mpya itakusaidia kwenda mbali. Unapokaa bila mafundisho kwenye field yako, unakuwa shallow, unafanya vitu vile vile. Dunia inabadilika, mbinu zinabadilika. Nenda kwenye seminar, jifunze, utabadilika. Cha mwisho kabisa kwenye hii chapter ni change your view, change your perception. Your environment, mazingira unayoishi yanaweza kukusaidia kukua au kufeli. Kuna mentor wangu mmoja anaitwa Dr. Miles Mulolo alisema hivi: unapotokea panaweza pakakusaidia kukua au kufeli. Ndio maana hata Yesu alipozaliwa walimwambia your mother is Mary, you are from Jerusalem. Akakataa, no, I came down from my father, nimekuja kutoka juu kwa nani? Kwa Mungu. Yani akakataa alikotokea, kwa sababu unapotokea panaweza pakakurudisha nyuma au pakakupeleka mbele. Kwa uchaguzi wa kwako kuangalia mazingira unayoishi, je, yanakurudisha nyuma au yanakupeleka mbele? Kwa sababu kuna mazingira yatakupa uvivu. Kama unataka kwenda gym, unakaa mbali na gym, hapo unakosea, unapata uvivu. Kwa hiyo unabidi ujitoe kwenye yale mazingira ambayo yatakurudisha nyuma na uakwaya mazingira ambayo yatakupeleka mbele na mbele zaidi. Kama umepata kitu kwenye chapter hii, usiache kulike, kufollow na kuendelea kufuatilia page hii. Lakini tukutane chapter ya mwisho ambao tutamalizia the compound effect, ambao chapter yetu ya mwisho ni acceleration. So let us meet you before